Karibu mzee. Nashukuru. Habari yako? Nashukuru za safari. Njema. Ndio. Nashukuru kufika salama. Ndio. Sijui mjambo hapa. Tuko wazema kabisa. Bwana mimi nimekuja. Ndio. Huyu kijana wangu kasema kwamba ana kesi hapa. Ndio. Sasa kesi yake nimekuja kumsikiliza. Ndio. Nasikia tuna kesi hapa. Sawa, mimi sijajua labda kijana wako kakwambia nini mpaka mnafika hapo. Sasa mzee, mimi samahani kwanza. Ni kweli mimi tulipendana na mwenzangu tukafikia hatua nzuri kabisa. Unajua tukiwa kama vijana, unajua mzee, pisi zipo kibao huko mtaani na nini. Ikatokea mimi nikaharibu mzee. Kwa hiyo mimi nilikuwa nimekuja hapa, yani kama nilivyokupanga kule na maskani. Kwamba kama vipi wewe mpange sisi tumlipie dogo nini fresh tutaishi naye. Kwa mpangilie kama hiyo. Lakini kama vipi kama yeye ataona so fresh so kesi nini atazingua. Sisi tunaondoka zetu, kwani shida nini? Watoto si wapo kibao. Kwa hiyo mzee mpangilie. Mimi sina shida wala nini. Nacheza zangu game hapa. Mkishamaliza kuongea mtaniambia. Mzee, nadhani umeshasikia. Kwa sababu mimi sawa ni kitu cha familia, lakini sina majukumu ya huyu sasa hivi. Huyu sasa hivi kishakuwa ana majukumu yake. Yeye huyu anavodai anataka kuchukua mtoto. Kwa hilo halitowezekana. Kwa sababu hii familia ina utaratibu wake na miko yake. Izingatiwe. Kwanza mwanao anaonekana hana adabu. Sawa? Anaonekana hana adabu. Toka pelekeze binti yangu. Mimi binti nimeanza niko naye toka mimba ina mwezi mmoja. Sawa? Mpaka anafika hatua ya kujifungua, nahangaika matibabu hospitalini. Mtoto anatakiwa ale, anywe, mama ale, anywe, nguo. Sijawahi kupata hata shilingi 100. Kwa sababu mtoto sasa hivi yuko mzima, anajifanya kuja kuchukua mtoto. Unajua nimetumia gharama ya shilingi ngapi? Kwa hiyo mimi nikasema hapana. Huyu ni mwanangu. Huyu ni mjukuu wangu. Sawa? Mimi kama babu yake uwezo wa kumlisha ninao. Shule akasoma. Wao bwana mzee kwenye swala la kupata mtoto hapa. Never. Sasa mzee. Sawa. Unajua vitu vyote sio umepata tu hasara hiyo. Yaani ukianza kuzungumzia kwenye swala la shoti, tumeanza kula shoti siku hii. Huyu mwanangu mimi mwenyewe usimuite Mudi, huyu nampenda yani kuliko kitu chochote. Mwambie mshua, mwambie. Naona. Yeah. Ila sasa huyu hapa yeye kama ina maana kwamba mtafikiana mwafaka, mimi hizo gharama hizo ambazo umetumia nini, yani mimi nilichofuata hapa kwamba wafikiane mwafaka na mwenzake bwana, wanakubaliana ili kwamba tuangalie majukumu mengine. Kama mnamkubaliana kwamba alipie huyo mtoto, basi mimi nitalipia, kwa sababu mimi sina nguvu tena kusimama kwa huyu hapa, ila mimi namsikiliza ili mimi nitekeleze. Lakini kusema kwamba mwanangu muhuni, hapana. Hilo swala nakataa kabisa mzee. Hivi ananionaje kwanza mzee? Unajua hilo ndo kama sana. Nasikia mzee mwenzangu. Nakusikia. Kwa heshima na tadhima. Nadhani na hayo majibu siwezi kuyatolea yote kwa ufafanuzi kwa siku ya leo. Sababu na mimi na familia yangu, mke wangu katoka kaenda kazini, huyu ndo binti yangu, huyu ndo mkuu wangu. Sawa. Nilitakiwa niongee na mimi na mke wangu. Sawa. Tujue tunafanyaje? Hebu ngeuzie hivi. Nimeona kidogo nipige picha kidogo. Hapana. I'm sure masuala ya picha hapa. Sawa. Kwa kijana. Kuwa na adabu. Uko nini hapa? Mbona anazingua mzee? Kuwa na adabu. Kupiga picha mtoto. Hebu mzee na kuwa na adabu wewe kijana. Binti. Na mwingine mnapokuwa na watu mnaozaa nao mnaangalia. Sawa? Sisi enzi zetu hatukufanya vitu kwa namna hii. Kwa mzee mimi sifai au vipi?
kijana wa ovyo kama huyu. Hivi nafikiri angalia mambo gani anafanya hivi mbele. Umri wako unataka sisi. Mimi nataka nimpige picha tu mtoto wangu. Kwani kuna shida gani? Kwani usionyeshe heshima? Uko ugenini kwenu. Kausha na yeye. Mimi naongea na kwa Selo kuja leo utampata mtoto nafikiri. Huyu mzee umemtoa wapi huyu? Kwa Selo kuja leo utapata mtoto. Sasa wewe na wewe tena umeshakuwa unamhukumu mtoto wangu. Sisi tumekuja hapa ina maana kwamba mimi na wewe ili tuyajenge hapa. Sasa wewe tena unapoanza kumlaumu huyu. Sikiza. Huyu hapa mimi. Jirani. Sasa unamlaumu nini? Sikiza. Tunapoelekea tutakosa kilichotuleta. Na sisi hatupo hapa kupoteza muda. Tuna mambo mengi. Huyu mtoto wako anaonyesha vitu ambavyo viko kinyume na tulivyokubaliana. Unapofika ukweni lazima uonyeshe heshima. Jamani, sikaomba mpige picha mtoto wake. Mimi nimesema kweli mtoto wake. Hapana. Sio sheria. Lazima ufuate utaratibu wa sehemu uliofika. Tunaharibu kila kitu. Familia ina heshima zake. Sawa mzee mwenzangu. Na nimekuheshimu kwa sababu ni wewe ni mzee mwenzangu. Lakini angekuja huyu kijana ningemtolea panga mimi. Familia ingekuwa na heshima angezaa kama hivyo nje bila kuolewa babu. Unaona maneno. Hebu pata picha wewe ndio ungekuwa hivyo. Hebu na wewe msikie. Nipe mtoto wangu. Naomba wazee tusikilizane. Mzee nilikuwa naomba kama kuna uwezekano, ina maana kwamba yeye kasema kwamba yani ukiona kwamba anataka kulipia mtoto mama mtu hajalizika naye. Kwa hiyo mimi siwezi nikamlazimisha mwanangu akaishi na mtu ambao hampendi. Hicho mwambie. Mimi namsikiliza huyu na mimi huyu ndio aliyenileta. Mwanangu, uko tayari kuolewa na yule jamaa? Unanikataa? Kitu kama hivi anavyonifanyia mimi kama baba yako mbele yako. Unanikataa? Wewe sasa hivi tumetoka kuongea kwenye simu, sasa hivi uko vizuri, sasa hivi unanikataa. Au una baba yako nini? Tulia wewe nawe. Oa. Wewe hiyo dharau hizo mwanangu. Oa nitakuitia wauni wa 45 mchekelea babu. Oa. Hebu nisikilize. Wewe zingua kudadeki. Nisikilize. Nini? Ngoja kwanza niongee na mzee mwenyewe. Sasa mzee mwenyewe anazingua sasa unamsikiliza nini babu? Nisikilize na wewe. Wewe msikivu. Nachoongea wewe unanielewa. Mzee mwenzangu. Sasa hebu tukae mimi na wewe kwamba tujadili. Huyu mtoto sasa hawa watoto tutafanyaje? Huyu anasema kwamba hawezi akaishi na huyu na huyu naye hataki kuishi na huyu. Sasa huyu mtoto mazingira mtoto tutamsaidiaje huyu? Mimi kama babu yake najiweza. Sawa? Mtoto unamwona huyu? Ana afya njema tu. Anamhudumia mama yake. Sawa? Kwa hiyo uhakika wa kula, kunywa, akisha kuwa shule ataenda, bado niko hai mimi kama babu yake. Sawa? Mzee, sawa unachoongea. Wewe bwana ni mtu mzuri sana. Unachoongea ni sahihi. Hela unazo, utatunza mtoto, ila kumbuka kwamba mtoto yoyote inatakiwa alelewe baba na mama. Baba mwenyewe ndio huyu. Sasa si imeshatokea ndio babake. Kwani mtoto baba mwenyewe ndio huyu? Kwani ana baba mwingine na mtoto? Nyamaza kimya. Kama amezana mtu mwingine aniambie. Usiongee ukweli. Kama amezana mtu mwingine aniambie. Mbona sasa baba mwenyewe ndio huyu? Kwani si mtoto wangu? Huyu mzaa chema. Wasi wanasema mzaa chema huyu. Huyu ni baba yako mkwe. Yaani kama mimi. Kwa hiyo unapoongea sasa baba wangu kama anazingua na kufanya. Unafuata kwanza nani? Itifaki kwanza. Wewe umefika nyumba ya watu. Hebu jirani. Nyumba ya watu umefika. Baba, hebu tusaidie. Mimi nachukua. Wewe msizingue wanangu. Alafu mimi niko na haraka. Malizeni hao mambo yenu haraka mimi niondoke. Vijana miaka 2000 ndivyo alivyo. Vijana miaka 2000 ndivyo alivyo. Mimi napoteza time hapa. Mtoto akinyia mkono sikukata. Tayari wamekubaliana tutengeneze tu jinsi watakavyoweza kuishi. Maki kweli kiumbe washakileta. Na kitanda kizai alama. Kwa natakiwa tuangalie jinsi gani tutakavyoweza kuwezesha mtoto. Tukiwa farakanisha kama hivi, mtoto anaweza kuwa yatima huyu. Huwezi jua. Leo uko hai lakini naye tutabidi amjue baba yake. Baba mmoja ndio kama huyu. Inabidi sisi kama upande wa huyu tumueleweshe, tumtengeneze, ajue thamani ya ukweni, familia za ukweni na thamani ya mke wake na mtoto. Sawa kabisa. Mtoto anunuliwi kama unavyonunua vitu sokoni. Unaona kijana? Sawa kabisa. Mimi sikujua kama angeweza kuwa hivi. Mbona tu nani asijue kwamba ukweni ni heshima, bila heshima. Mbona vilema wanazaa tu bado. Unajua ndugu yangu, watoto wa sasa hivi. Usinijibu hivyo mimi. Kavi nisingekuja tu hapa. Sasa mzee bwana, mimi nakusikiliza sasa hivi. Jibu lako la mwisho. Hawa watoto tunawasaidiaje? Namuuliza kijana wako tena kwa mara ya pili. Kijana, upo tayari kuishi na binti yangu? Kuna kama tunarudia yale.
Mzee, mimi nimeshakwambia. Sawa. Mimi kwanza nakuheshimu sana. Lakini mimi bado na mambo yangu. Yaani mimi bado yangi sana. Mimi sasa hivi siwezi kuishi na mtoto wa mtu sasa hivi. Unajua? Wewe unachokitaka ni nini? Yaani hata kujihudumia tu mimi mwenyewe bado siwezi. Sasa nianze tena kulea mtoto mwingine. Yeye baki na mtoto wako, baki na wewe mjukuu. Akikua mimi nitakuja kumlipia kisha miaka 12 sio serikali inavyosema. Mimi nitakuja kumlipia kama vipi mimi? Naishi na dogo nini baridi. Sasa ndoka naye mwanangu. Nimeamua nifungue. Kwa mwanangu. Kijana. Kwa mwanangu bwana. Usifanye hivyo mzee. Sasa mimi mtoto mdogo mimi hapa naomba mtoto. Naomba mtoto. Samahani. Nakuomba kabisa. Unatumia hasira. Naomba mtoke. Hataki kubomoa. Tusibomoe. Hii imeshakuwa ndugu mzee. Sasa ukitubua mtoto kama utampeleka wapi? Nenda naye Sana tujenge. Tumekuja hapa kwa ajili ya kujenga jamani. Tumekuja kwa ajili ya kujenga. Sasa na mwanae. Mimi nabaki na mwanangu. Hapana. Mzee, nilikuwa naomba bwana, hebu tuyajenge. Huyu mtoto malaika huyu utampeleka wapi? Mbona anatumia hasira mzee? Usitumie hasira mzee. Hivi vitu wanga vinatokea. Kwa sababu leo iko kwako, kesho itakuwa kwangu. Nitakiwa tuyajenge mzee. Lakini sio kwamba ina maana kwamba kumwachia mtoto kama huyu. Sasa mtoto kama huyu utampeleka. Unapompeleka. Hata mimi mwenyewe kwa bibi yake. Yaani hapa mtoto analea mtoto na wewe ulikokuwa umemlea mpaka umri huu. Mimi bado mdogo, mimi siwezi kuishi na mwanamke sasa hivi, bado mdogo. Mimi bado hata mtoto unataka kuwa naye. Ujana. Mungu ondoka na mwanangu. Hapa hatujengi. Hapana mzee. Ondoka na mwanangu. Hatujengi baba mkwe. Hatujengi. Toka nje. Toka nje na mwanangu. Anahitaji yale na mwingine. Toka nje na mwanangu. Yaani siwezi kulea bado mdogo baba. Bado mdogo babu. Nenda. Usifanye hivyo, mtoto bado mdogo. Nenda na mwanangu. Kina binti.